Toa majengo mapya. Hebu tupe historia fupi ya biashara unayofanya hapa. Biashara yangu inayofanya Simbilisi hapa. Kwa naenda kuijumua mtaani kama Igwachanya, maeneo ya Wenga humo. Ndio nakuja na watengeneza hapa, ndio nawauzia wateja wangu. Ni biashara yako kila siku? Hii ni ya kila siku na ni yangu, ndio jembe langu yani mimi yani. Katika maisha yangu. Wewe haufugi? Huwa nafuga. Kuna baadhi ya Simbilisi zingine naweza kama nimeenda kununua kwa zikawa jamzito. Kwa hiyo nafika pale nyumbani nazipembua. Shazipembua basi na ziweka ziende kufugwa ndani. Tuambie sasa. Kuna mafanikio gani unapata kutokana na biashara hii? Kwa mafanikio yangu mimi labda kwa upande labda wanafunzi shuleni wanasoma kupitia hii Simbilisi. Na hata mwenyewe na maisha yangu ninavyoishi ndio hivyo. Kuna watu ambao waifahamu hii, wanaona kama ni panya vile. Wanafugwaje? Hapana, hao bwana ni wao, ulaji wao ni mianzi tu, yani ufugaji wake sio mgumu sana. Yani wewe pale, yani wewe swala wewe fuga tu, chumia mianzi ile basi. Ni asubuhi na jioni. Wanazidi kuzaliana tu yani. Kasi yake ya uzalianaji ukoje? Kuzaliana kwake ni ndani ya siku 38 ni mara 2. Kwa hapo utashangaa Simbilisi mmoja labda anazaa watoto 4. Tuambie sasa. Kwa biashara hii shilingi ngapi unauza? Hii hapa mzima na akiwa amechinjwa hivi na unauza kwa mtindo gani? Mzima ni bei ni ile sababu nikishaenda kununua kule. Kishajua hii Simbilisi itatoa shilingi fulani. Kama ni shilingi 1000 ni shilingi 1000 hiyo. Hata ingekuwa ni mbichi ni bei ni ile moja. Ni shilingi ngapi? Ni shilingi 1000 hiyo. Mimi nanunua shilingi 2000. Unanunua 2000. Kwa hiyo kulingana na mala usafiri, mala mafuta si gharama kama unaenda kufuatilia huko. Kwa unafikiri unajua hii Simbilisi itatoa shilingi fulani. Kulingana na mafuta ya bei iliyopo sasa hizi. Kufuata Simbilisi unatumia usafiri gani? Natumia pikipiki. Sasa uone kama ni gharama kubwa ya usafiri kuliko biashara yenyewe? Hata hapana, naona haikati sababu naangalia, ndio maana nauza shilingi 4000. Kwa hiyo nimeshaangalia mafuta kama hivi. Mwamko ukoje kwa maeneo haya? Namna wanavyokula. Yaani ulaji wao yani ni mianzi tu kama mianzi. Kwa maana wananchi wenyewe. Wanaunga mkono? Wananiunga mkono. Tena mimi nawashukuru sana, wananiungisha vibaya mno. Leo naona kuna tamasha hapa. Limekuwa ni fursa kiasi gani kwako? Kwangu mimi nimeona kwangu ni neema. Kwanza yani natamani ingekuwa ni kama siku kama zote iwe kama hivi hivi. Tuambie sasa, kwa siku unaweza kuuza wangapi? Kwa siku kawaida wanachinja 40 na wanaisha. Ambao ni shilingi ngapi? Ambao yani ni shilingi 4000 kila Simbilisi nauza. Kwa maeneo haya biashara hii unafanya peke yako au kuna wengine wanafanya pia? Hapa naeleweka ni mwenyewe, ila kuna baadhi ya watu wengine ambao huwa wanauziaga maeneo ya vilabuni humo. Lakini kwenye mazingira kama kwa mnada hapa nakuja kuleta mwenyewe. Kama hivi na tamasha kama hivi nimeleta mwenyewe. Hebu afungue macho wengine ambao hawajui kama hii ni fursa. Mimi nadhani wasione labda kama Simbilisi ni si nyama gani, ni nyama nzuri tu, nyama ni asili, haina makemiko, haina yote, haitibiwi. Hata chanjo yote haipigwi Simbilisi. Kwa ipo vizuri. Wenye dhana kwamba huyu ni panya? Hata hapana, hiyo naambia kabisa jamani, hii sio panya, ni nyama ya asili. Nadhani kwa yule mbena ambaye aliyozaliwa kama yeye ni mbena kabisa, naitambua kwamba hii nyama nzuri sana. Nimekwambia kwa siku unaweza ukachinja Simbilisi 40 na wote wakaisha. Lakini ukiangalia jinsi ambavyo walivyo, unaweza watu wengine wakashangaa kwamba Simbilisi 40 unaweza kaisha kwa siku. Kwa nini watu hapa wanatamani sana kula Simbilisi? Wanaitamani hii nyama sababu hii nyama haina makemiko yoyote yale. Ni nyama nzuri sana. Ni nyama ni asili. Kwa hiyo haina ile asili ya kusema labda achukue aje veterinary kutoka wapi. Akafika hapa aje aitibu. Hiyo kweli hiyo kitu haina. Je, ulaji wa nyama zingine kwa mazingira haya uko kwa kiasi gani ukilinganisha na wewe unavyochinja Simbilisi? Mimi nadhani kwa hii Simbilisi wapenzi ni wengi. Ni wengi vibaya mno. Ni kweli watu tunauza nyama, mwingine anauza nyama ya ng'ombe, mwingine ya nguruwe. Lakini lazima mimi mpaka nitamaliza, hata ingekuwa hata 50 namaliza. Maandalizi ya Simbilisi ambaye ni mzima mpaka unapokuja kumchinja na kumbanika, maandalizi yake yakoje? Maandalizi yake kama kawaida, inabidi utenge maji hayo ya moto. Baada ya hapo tuanze kuwanyonyoa. Ukishawanyonyoa pale basi ndo unafikia kipindi unaanza kuchonga fimbo kama hizo nimeshika hizi hapa. Unaanza kumbanika pale basi.
Kwa mpaka 40 unawezaje kumudu hiyo kazi? Au na familia nzima inashiriki kutengeneza? Kwa mfano mimi na mke wangu pale nyumbani. Sasa mamangu tusaidiane bwana, hii kazi ya kunyonyoa hii. Ndio niende kazini. Kwa hiyo kazi ya hapa ya kwanza kutengeneza naitengeneza mwenyewe. Kwa familia yako inakuunga mkono? Yani familia yangu kwanza inanielewa. Kwanza nimeifundisha yote, nafahamu hata kunyonyoa na nini, hata kuua namna kuua naelewa sasa. Kuna watoto? Na watoto Wangapi? Nao 3. Wanafanya pia kazi hii kusaidia? Wananisaidia. Kwa mfano kama siku kama likizo kama leo wamenisaidia sana. Unatamani siku moja nao wafanye hii kazi? Naelewa mimi leo wataifanya sababu wale ni watundu, maana naelewa. Ninapofanya nao wananiiga hivyo hivyo. Wasimbilisi wako jinsi ambavyo umewaandaa na kuwapeleka sokoni na wakaisha, unaweza ukapata faida kiasi gani? Kwa simbilisi hao 40 unapata faida kiasi gani? Kwa simbilisi hao 40 kwa mimi yani kishauza kawaida, maana unaweza kufika sehemu ukaona labda muda nazidi kwenda, unaona bora nikashusha bei. Unaweza ukaona labda kwa siku moja nalaza 100,000 labda na 20, 130,000 ni hali ya kawaida. Kwa siku moja unalaza mpaka 100,000 kwenda